Bana, niko na dada yangu na tuko kwenye chuo cha DMY. Yeye huyu ni baharia. Unajisikiaje kuwa baharia? Najisikia vizuri sana. Kuwa baharia hasa kwa sisi wanawake kama baharia ni kama nafasi kubwa sana ambayo hata nchi yetu ndio wanaona. Mwanzoni ubaharia haukuconsider kama kazi. But for now sisi kama mabaharia tumegundulika ni watu, ni kazi kama kazi zingine. So I'm very proud being a baharia. Mwanadada anayekuangalia anakuangalia kwa namna gani? Anatakiwa anaangalia kwa mtazamo chanya kwamba ubaharia ni kazi nzuri. Kuwa baharia unatakiwa unajiamini. Ubaharia ni kila kitu. Sio kama kazi zingine uinjinia au nini. Baharia ni kama kwanza kuwa baharia unapata nafasi ya kujifunza mambo mengi. Unapata nafasi ya kuexplore vitu mbalimbali. Sio kwamba baharia sio unakaa tu sehemu moja. Baharia kwamba leo yuko hapa, leo yuko hapa. Kwa unajifunza vitu kadri ya siku zinavyokwenda. Urembo wako na ubaharia nahisi kama vitu ambavyo havendani. Wewe unajipaje ujasiri kwamba wewe ni baharia? Najipa ujasiri sana kwa sababu ubaharia ndio umenipa pia huo urembo. Ubaharia ndio umekupa urembo. Naam. Sasa kwa vile ambavyo mnavyofundishwa hapa, ni vitu gani ambavyo vinavyochangia wakati mwingine meli kupata ajali au kuzama? Vitu vingi ambavyo vinachangia meli kupata ajali au meli kuzama. Kitu moja hapo ni mfano overloaded of luggages, ambapo kuna various types of vessels ambapo tunajifunza, ambapo kuna passenger vessels, kuna cargo ships, kuna oil tankers, zote ni aina za meli. But meli kuzama, meli nyingi mfano unakuta kuna meli kuna passengers inside, pia kuna cargos inside. Kwa overloaded of cargos inaweza kupelekea mpaka meli inazama, au inapelekea kwamba kitu kinakuwa kizito sana as the tonnage. Maana pia kunapotengeneza meli kuna density ya hicho meli ambayo unatengeneza, pia tunaangalia density of water. So density ya zile vitu ya meli kama hasa hivi vyuma vinavyotengenezwa vikija fika exceed na density ya maji, inapelekea pia vitu meli kuzama. Wakati mwingine uzembe nayo pia unaweza kuchangia? Naam, uzembe pia inategemea, maana kwenye kusoma tunajifunza vitu kama PSSR, personal social, hivyo PSSR, kuna SOLAS, kuna vitu vingi ambavyo vinasema hata safety of life at sea. Kama sisi International Maritime Organization wanavyofanya, pia katika kusoma tunaelezwa kwamba uzembe hauruhusiwi. Maana sisi ni baharia, tunaishi kama familia. Kwa ukimwona mwenzio anafanya uzembe kitu fulani, unatakiwa nini? Kama unamconsider au unamkumbusha. Maana sisi ni binadamu, anaweza kasahau au tu ile tuna take it easy as kama kibinadamu kwamba kitu kiko sawa, yani tunachukulia kama masihara. Ila kama baharia na tunafundishwa na chuo cha DMI, tunaambiwa kwamba laziness it is not reconsidered. Okay, wakati mwingine chombo kutokupelekwa doki na hivi vitu vinachangia kwa namna gani meli kuzama? Yani kila kitu kunakuwa na passage. Kama tunafanya voyage planning. Kwa kama mtu akienda out of hata na kwa mile moja, tayari ushakuwa out of. Kwa lazima tumelitazama. Kila kitu kipo na mpangilio. Ulikuwa na lipi la kuambia sasa watu wanaokutazama sasa hivi pamoja na makapteni na mabaharia wengine? Kitu cha kuambia ni kwamba ubaharia kuna raha sana. Ubaharia kuna ajira, ubaharia kuna tija mbalimbali ambayo unapata kama kuwa baharia. Ubaharia ni raha. Watu wafurahi kuwa baharia. Yani mimi hata wazazi wangu wanafurahi mimi ni baharia. Kwa hata makapteni kwa alipo tunashukuru kwa uwepo wao, wanatufundisha sisi ili tuwe zaidi ya wao. Kwa hiyo bana, nashukuru sana. Dada amekwambia yeye anajilingia kwa baharia, na wakati mwingine hata huu urembo ambao unaona kutoka kwake umechagizwa na yeye kwa baharia. Kazi ngumu ndio zimemfanya awe mrembo. Karibu sana kwa wakati mwingine. Hiyo Safiri Salama na Merikebu, moja ya kipindi ambacho kinakujia wakati wote. Wewe ukiwa na application ya YouTube basi andika pale Safiri Salama na Merikebu. Habari ziko nyingi sana. Karibu.